Tuma laana, mikosi, manuksi, mabalaa kwa watu wanaokuchukia. Mwenyezi Mungu ameruhusu kutuma laana na mikosi kwa watu waliowahi kukuchukia, watu waliowahi kukutesa. Yaani mtu anayekuchukia ofisini, anataka uharibikiwe kazi, kila kitu. Leo nilipigiwa simu moja na dada mmoja, anasema kwamba alikuwa amepanga nyumba sehemu fulani. Kaikarabati ile nyumba vizuri kabisa. Akatokea tajiri mwingine, akaingia tamaa, akaenda kumshawishi mwenye nyumba, wamemhamisha kwa nguvu. Sasa mtu kama huyu ni mtesaji. Wewe umekarabati kwa mamilioni ya pesa. Mtu anaingia tamaa, anakuja na kuhamisha hilo eneo. Sasa ni lazima tuifunge hiyo biashara kwa nguvu za ulimwengu. Ni lazima tukomeshe. Mateso yanaweza katoka hata katika ukoo wako. Unapitia laana za ukoo, biashara haziendi, mambo hayaendi, kila unachofanya kinakufa, kinaharibika. Ndoa haikai, unachumbiwa, unaachwa, unapata wanawake wa kukuchuna tu, wanakula hela zako lakini hawakupendi, unawafumania, unapata wanaume wa kuchezea tu, lakini kumbe pengine umelisi laana kutoka kwa upande wa babako, kwa kina bibi huko. Jaribu kuchunguza laana ambazo zimekung'ang'ania sana, ambazo zinajirudia rudia. Unakuwa unapata mikosi ya kujirudia rudia. Jaribu kuchunguza upande wa mama yako, mama zako wadogo, mama zako wakubwa, wajomba zako, nani ana mikosi kama yako? Bibi zako, upande wa baba yako, je, ni laana za ukoo? Shangazi zako, baba zako wadogo, wakubwa, babu zako, ni laana za ukoo? Ama unazaa mtoto anakuwa na mikosi fulani, kama mzazi lazima uumie. Kwa jaribu kuchunguza, je, inawezekana sasa una nguvu ndani yako ya kuamrisha laana hizo ziende kwa watu wanaokuchukia. Nitakusomea Biblia. Kwa wewe ambaye ni Mkristo utasoma Biblia, na nitakupa mifano pia. Hata Bwana Yesu Kristo alikuwa akifanya hivyo. Ukisoma kitabu cha Biblia, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kwa wewe ambaye ni Mkristo, kama ni Muislamu soma surati inayoendana na wewe. Kama ni Mhindu au Mbudha soma vitabu vyenu vya dini ambavyo vinaendana na laana na mikosi. Kwa wewe Mkristo chukua Biblia, hii ni Biblia takatifu. Utasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Kumbukumbu la Torati mstari wa 7. Na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao waliokuwa wakikutesa. Kumbuka, mtu mpaka akakutesa anakuchukia. Hakupendi. Hataki kuona unafanikiwa. Hataki kuona watoto wako wanafanikiwa. Hataki kuona unaendesha gari zuri. Hataki kuona unapendeza. Anataka aone muda wote unalia. Narudia tena. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 7. Na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao waliokuwa wakikutesa. Mungu ameruhusu kutuma laana kwa watu wanaokuchukia na kukutesa. Nimeona nitumie mstari wa Biblia ili iwe rahisi kunielewa. Lakini pia Bwana wetu Yesu Kristo aliwahi kwenda katika nchi ya Wagerasi. Alivuka bahari akaenda katika nchi moja inaitwa nchi ya Wagerasi. Akakuta mtu mmoja alikuwa amefungwa minyororo. Alikuwa akiishi makaburini. Alikuwa na mashetani kama 2000 majini. Unaona? Aliyatoa yale majini na hakuyaacha azagae. Akayaamrisha aende kwenye nguruwe. Na wale nguruwe akawaamrisha waende baharini, wakafa kule. Kwa hiyo unapokuwa na mikosi ya kujirudia rudia mabaraa, usiaache tu unaogea chumvi ya mawe, si unaogea mkojo na yaacha. Yaamrishe yaende kama Yesu alivyofanya kwa watu wanaokuchukia. Hapa Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 7, Mungu ameruhusu kutuma malaana na mamikosi kwa watu wanaokuchukia. Watu waliokutesa, watu waliokusababishia matatizo. Sasa tunaanza sasa, hii ni imani. Kama ambavyo wanawafundisha imani isiyo na matendo imekufa. Sasa tutafanya kitendo cha imani hapa kwa ajili ya kurudisha ubaya kwa watu walioutuma. Ubaya
Mtu anakuharibia maisha yako makusudi, anafurahia akiona machozi yako, akiona unalia. Tumemkomesha, wanakaa kwenye vikao vya pombe, wanakucheka, wanakusengenya. Ukiwajua hakikisha unafanya hii remedy ili au malaana yatoke. Utatakiwa na karatasi nyeupe. Utatakiwa na vitu vinne, mtazamaji wangu. Utatakiwa na karatasi nyeupe hii. Utatakiwa uwe na mkaa. Huu ni mfano wa mkaa, charcoal, mkaa. Utatakiwa uwe na pilipili. Sasa bahati mbaya niko safarini, sina pilipili, lakini nitatoa mfano. Pilipili kichaa. Hii sio pilipili, ila huu ni mfano wa pilipili. Utaenda sokoni utanunua pilipili kichaa, zile kali. Au kama zile wanatumiaga Wahindi, zile ndefu, zile nyekundu. Usinunue za kijani, nunua zile nyekundu. Au pilipili kichaa, zile fupi kali sana. Utatakiwa na chupa nyeupe kama hii. Nunua chupa mpya ya maji ndogo, toa maji yote. Utakuwa na chupa kama hii. Andika watu wote wanaokuchukia ama waliowahi kukutesa. Wamekudhulumu mshahara, umedhulumiwa mali, umedhulumiwa si kitu chochote. Utasoma na hilo andiko la Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 7 kwa siku 21 kama nitakavyokuelekeza. Andika majina ya wote. Kama huwajui, labda mtu alikuchongea ukafukuzwa kazi, andika tu ule ubaya uliotendewa. Universe itamrudishia yule. Andika watu wote wanaokuchukia. Awe ndugu yako wa ukoo ambaye kutukana mchana kweupe, awe mfanyakazi mwenzako, awe jirani, andika majina yake hapa. Mateso yote unayopitia, yanaweza kuwa ni magonjwa. Unaugua magonjwa yasiyopona, hayasikii dawa, yanamaliza pesa, yaandike. Umaskini unaopitia, andika. Laana za ukoo, andika. Kutokuolewa, andika. Kutokufanikiwa, blockage zozote, andika. Yaani vizuizi, andika. Halafu utachukua hiyo pilipili kichaa. Kwanza utachukua huu mkaa, charcoal. Ukiuponda ni vizuri zaidi. Utaanza kusugua hayo majina. Mkaa huwa una nguvu za kiroho sana. Unaona? Anza kusugua majina. Utasema, Mwenyezi Mungu, ulisema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 7, utarudisha ubaya kwa walionitesa. Laana hizi zinazoniandama Mungu, ziende kwa fulani na fulani. Magonjwa yanayonisumbua, kila kitu kiende kwa fulani na fulani. Andika, sugua hata dakika 5 nzima. Sugua, ikiwezekana lia na machozi. Sugua, machozi yanafanya Mungu asikie kilio chako haraka. Ukishamaliza, hakikisha maandishi yote yamejaa mkaa. Kama mkaa uandiki vizuri, basi uponde huo mkaa, sugua. Ukimaliza, chukua hiyo pilipili kichaa. Sawa? Zungusha juu ya hii karatasi kuelekea mbele, usilete kwako, kuelekea mbele. Halafu ukimaliza, fungua hii chupa ambayo tumeweka hii pilipili kichaa, ambayo haina kitu. Weka hii pilipili kichaa pamoja na karatasi humu ndani. Sawa? Weka vyote. Chukua tena mkaa mwingine saizi ya kiganja chako, jaza. Ikiwezekana ongeza na pilipili. Mwambie Mwenyezi Mungu, kuanzia leo ninaamrisha matatizo haya yaende kwa fulani na fulani na fulani na fulani. Hata mtu aliyewahi kukutesa huko nyuma, taja majina yake. Funika hii chupa. Lazima uwe na imani kali sana, mtazamaji wangu. Dunia haitaki huruma, dunia haina huruma. Lazima uishi, yaani wenye nguvu ndio watauteka ufalme wa Mungu. Biblia inasema Mungu hataki watu wanyonge. Hata kusoma katika Biblia, Mungu alikuwa anatumia watu wenye nguvu, majemedari, makina Daudi, makina nani haya, mtu makubwa. Kwa kina nani? Yaani watu wababe ndio Mungu anataka uishi hivyo. Ukiwa mpole watakuua. Watakumaliza kabisa. Wasipokuua wewe, wataua hata watoto wako. Wataua biashara zako. Kwa sababu adui, Biblia inasema mwizi haji kuiba tu, bali kuvunja, kuharibu na kuua. Kwa unaporuhusu watu wakuchezee, umeruhusu kifo katika maisha yako. Kwa lazima upambane. Ukishamaliza kufunika, utakuwa unasoma hiyo kitabu kila siku kwa muda wa siku 21. Mungu, naomba malaana haya, magonjwa yasiyotibika, laana za umaskini upande wa babangu, taja, ninazikataa katika mwili wangu. Unaona? Ninazikataa katika biashara yangu, ninazikataa kwa watoto wangu, magonjwa yasiyotibika kwa watoto. Siolewi, sizai, kila kitu.
ziende kwa fulani na fulani na fulani na fulani, wataje majina. Ukishamaliza baada ya siku 21, na inapendeza zaidi ukiamka usiku wa manane. Usiku wa manane Mungu anajibu kwa moto. Malaika wa Mungu wanakuwa wametulia. Baada ya siku 21 utaikata hii chupa, kwa sababu kuvitoa kwa mkono hautaweza. Kata hii chupa. Ukishaikata hii chupa, utachukua hii karatasi pamoja na hizi pilipili, usiziguse kwa mkono. Washa moto, choma, washa mkaa, choma. Sema kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu za ulimwengu, hizi laana ziende kwa fulani na fulani na fulani na fulani. Asante Mungu, baraa hizi zimekwisha. Hata kama ni magonjwa yaandika. Choma moto. Utawasikia tu. Ipo siku utapata habari yao. Wote waliokutesa, Mungu mwenyewe ameruhusu kutuma laana kwa watu wanaokuchukia. Lakini unachotakiwa kufanya ni kumkumbusha Mungu kitendo cha imani na kusoma neno lake na kufanya kitendo kama hichi. Imani sio na matendo imekufa. Kwa mtazamaji wangu, kwa leo naishia hapo. Mimi ni tabibu wako. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, naamini katika sheria nguvu za asili na ulimwengu, yani universe, na tunatumia home remedies, tiba za nyumbani, vitu ambavyo vinapatikana sokoni karibu na dukani kwako, ama kwenye madawa ya tiba asili ama supermarket. Basi fanya remedi hiyo mtazamaji wangu. Lakini pia ninatibu magonjwa sugu yote. Ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kila chakula. Tunazo dawa kwa ajili ya matatizo ya kizazi, matatizo ya pressure, matatizo mengi sana mtazamaji wangu. Dakika zangu huwa ni mwisho 10, na kwa maswali zaidi nipigie simu. Nambari yangu ya simu iko kwenye profile. Watu wa TikTok, namba yangu ya simu iko kwenye profile. Ukikliki picha yangu pale utaona namba zangu za simu. Watu wa YouTube pia, kwa maswali zaidi nipigie simu. Ukiwa nje ya Tanzania tumia WhatsApp. Ukiwa ndani ya Tanzania unaweza kutumia WhatsApp ama ukanipigia direct. Na tunatuma dawa kokote duniani. Ndani ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 2, nje ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 7. Natuma dawa dunia nzima. Mungu akubariki sana. Usahau kulike, share na kusubscribe. Asante. Bye.